Marane hoye! Marane hoye! Korera zangu hoye! Mnaweza kunipa wiper? Nikisema wiper nipe komboa Kenya. Wiper! Nyinyi mko tayari kukomboa Kenya? Na tena ni one term. Hii Kenya mnakomboa one touch. Si namna hiyo? Harambee! Basi Marani tumekuja. Nyinyi watu wa Marani mna sifa. Hapa ni Marani kweli? Kwa Jimmy Angwenyi ni hapa? Kwanza amewasalimia, chukueni salamu za ngwimi. Wote wale na hapa kwa my brother Senator Richard Onyonka, ambaye yeye kama kuna shujaa Kenya hii ya kuleta usawa na kuonyesha wezi na kumulika wezi, ni seneta wenu Richard Onyonka, ambaye mimi nilifanya kazi na mzee wake. Unajua nimekuwa around Imagine nilikuwa kwa kazi na baba yake Richard Onyonka. Na mimi ni huyu. Ni yule Kalonzo. Kwa hivyo nikiwaonyesha njia, niwaambie tutafanya kazi na Fred Matiang'i, mniamini tutafanya kazi. Na tukishikamana namna hii, hakuna mahali Ruto anaweza kupitia. Anadanganya wa Kenya, anakaa kule kwa ikulu in fool's paradise, kusema nitawashinda hawa kina Matiang'i na Rigiji na Amalo na Kalonzo na kura milioni 2. Atazitoa wapi? Nyinyi wa Kisii mko tayari? Mkiwa tayari nitaongeza wasichana 2. Nilikuwa na mpango nije nidai ng'ombe. Nikaangalia ng'ombe wa Kisii sio ile kubwa. Kasema acha niwaachie tu. Lakini naona itaongeza. Na huyu mzee Sam Ongeri tumekuwa na yeye miaka yote. Kama kuna daktari mashuhuri Kenya hii, hata alikuwa daktari ya mzee Moi. Kama kuna wazee ambao wanajua kuelekeza vile wa Kisii wanaweza kuishi, ni huyu Profesa Ongeri. Kwa hivyo yale yalifanyika jana tunayasifu. Tunasema sisi tuko tayari, na hapa Marani tunajua kuna wengine walikuwa na mipango kuharibu. Mwambie Ruto huwezi kuharibu mkutano ya Kalonzo na Matiang'i, haiwezekani. Na ni jukumu la wewe Ruto na timu yako kuhakikisha kwamba vijana hawatauawa kiolela. Jana vijana 2 waliouawa kwa sababu ya kupotoshwa. Wakaambiwa kenbieni pale mzuie. Ni kama wewe unajua mto Nile, ile mto kubwa ile Afrika, inapeleka maji wapi? Mediterranean. Yaani unaanza kuchukua miti kama hii uzuie mto wa Nile usipeleke maji Mediterranean Ocean. Ni vile hawa vijana hatutaki hata kuwataja, mtaambiwa mambo yao na Rigiji. Atawaambia because wanawajua. Wewe sasa ukiona vile jamii yako ilivyo, kimbia mapema, ingiliana na Matiang'i na wenzake, tukomboe Kenya hii. Kwa hivyo sisi tuko tayari. Mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mimi na Kibaki tukaanzisha free primary and compulsory education. Free and compulsory primary education. Tulikuwa tunajiandaa kama mungechagua sisi na Raila ambaye amelala. Tulikuwa tayari tuanzishe free secondary education na kuboresha mambo ya university education. Huyu Fred Matiang'i alikuwa Minister of Education. Na wakati alikuwa Minister of Education, hata wizi wa kura haikufanyika. Wizi wa mitihani haikufanyika. Sasa ikiwa Fred Matiang'i tutakuwa na yeye, mwambie Ruto hakutaonekana wizi wa kura tena Kenya hii. Haitawezekana. Na kwa hivyo tumekuja hapa tuwahimize. Kenya inapumua one term William Ruto. Juzi watu wa nchi Bangladesh walifanya kama vijana wetu hapa wa Gen Z. Vijana wa Gen Z 2024 walisema Zakayo, panda mti
Na sisi kama ukipanda hiyo mti na kukaa, tutakata hiyo mti. Vijana wakakata mti, Zakaya akaanguka chini, akakimbilia rafiki yangu Raila amuokoe. Si mnakumbuka maneno? Lakini nataka mjue hata Raila akilala, haki yake na nia yake haikuwa kusaidia mtu ambaye anamuita mganga, mtu ambaye anamuita mambo yote hayo, mtu wa propaganda, mtu wa mpira, mtu wa kitendawili. Kumbukeni hayo. Huyu ni ule Ruto alikuwa anasema Raila ni mtu wa kitendawili. Na nikiongea hapa najua Marani hapa mnakaribiana sana na ndugu zetu wa Homa Bay. Ni kweli si kweli? Na kwa hivyo tunaongea na jamii yetu ya watu wa upande wa Lake Victoria, kutoka Migori kupitia Homa Bay, Siaya, Kisumu, hata Oyugis. Nasema vijana wawili hapa ambao walioa jana ni walikuwa wametumwa kutoka Oyugis. Watu wetu vijana wa Jaluo wasikubali. Kumbukeni, huyu ni ule Ruto alikuwa anamuita baba, mtu wa kitendawili, mganga, mchawi. Na kabla alale, tutafichua maneno haya, tutaulizana ni nani aliua Raila Amolo Odinga. Tutaulizana mambo haya tujue, ndio baba angalau alali vyema. Si namna hiyo? Mimi nilikuwa na Raila miaka 15. Ninamjua simjui? Namjua simjui? Kwa hivyo wewe Ruto, kama uliibia Raila kura mara 2, safari hii Kalonzo na Matiang'i na Rigiji na Wamalwa watakupeleka nyumbani mapema. Hiyo kazi Raila alianzisha ukombozi Kenya, tutaikamilisha sisi. Nyinyi mko tayari wa Kisii? Mko tayari kukomboa Kenya yenu? Nataka nione wanasema Ruto one term, one term, one term. Na kama wewe umechaguliwa area hii na upumui, ukiona vile huyo korera wenu ametoka hiyo mbali, nataka mjue dunia hiyo kutoka pwani mpaka Nairobi kuelekea pande hii, na tukitoka tunaenda Nakuru, hamtasikia mambo ya Ruto. Kwanza ingekuwa jana tulikuwa mahali panaitwa Bomet, Longisa, Kaplong, Mulot, Chebilate, of course hapo kila mtu hako. Na kumbukeni wale walisababisha maafa 207 Chebilate ni kina nani? Ni lazima tukumbizane hawa. Safari hii tutakubali mtu ambaye anajiita kiongozi asababishe vita vya Wakenya. Wangapi anasema tumekataa? Wakisha anasema yaya. Sema yaya. Sema yaya. Mumekataa mauaji. Mumekataa Ruto. Sema yaya. Arambe. Kwa hivyo tuko tayari. Tuko tayari kukomboa nchi hii. Hakuna mchezo, hakuna mchezo. Wakati watu wa IBC wakianza kusema watu wachukue wajiandikishe, kijana wetu ambaye amefikisha miaka 18, toa mstari wa mbele, apatiwe kwanza kitambulisho, ni haki yako. Hata Ruto alikuwa anasema kitambulisho alipe 1000, tukamsukuma akatoa. Sasa kitambulisho ni bure. Chukua kitambulisho, tena chukua kura. Jamii ya Bagusi peke yake mnaweza nyinyi mukaleta 3 milioni 4 ndio tupeleke huyo jamaa nyumbani. Na sisi tuhakikisheni hatutalala. Hatutalala, tuna kila namna. Nimeona Fred Matiang'i ako na spana. Ako na spana ya kufix, ya kukaza. Si namna hiyo? Kwa hivyo Mungu abariki sana, Nyasaye awasaidie, Nyasaye amulinde, Ngai amwekeneza na imwadhi makorera zangu muadhiwa. Kusema muadhiwa ni blessing. I've actually pronounced blessing on all of you. Asanteni. Haya, sasa nataka tusikize the second deputy president of the Republic of Kenya, my brother and my friend Rigathi Gachagua.